Karibu ndugu wapenzi wanafunzi wa Kiswahili. Leo kujifunza fedha, pesa, hela ya Tanzania. Kwa ufupi, Tanzania tuna noti na sarafu. Tukianza na sarafu, tuna sarafu ya shilingi 50. Nyingine ni sarafu ya shilingi 100. Nyingine ni sarafu ya shilingi 200. Baada ya hapo tuna sarafu ya shilingi 500. Hapo tumemaliza kwa upande wa sarafu. Tukija upande wa mwingine ni noti. Tuna noti ya shilingi 1000 na noti ya shilingi 2000. Nyingine ni noti ya shilingi 5000. Nyingine ni noti ya shilingi 10,000. Noti yetu kubwa ni shilingi 10,000. Hatuna noti ya 100,000 ya bilioni 1. Haipo, ndio? Sasa ndivyo tunavyo ziita noti zetu na sarafu zetu. Lakini ukiingia ndani kwenye jamii ya Waswahili, pesa hizo zimekuwa zikipewa majina tofauti. Kwa hiyo usije ukashangaa siku ukija hapa Tanzania, hasa kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Dodoma na kwingineko, ukashangaa hausikii wakisema hivyo. Hiyo ni jambo la kawaida, hasa katika mazingira ambayo si rasmi. Tuangalie baadhi ya majina ambayo pesa hizo hupewa. Tukianza na 500 ni wachache sana watasema 500. Kwa mfano unaenda dukani unauliza labda soda shilingi ngapi? Mtu ajibu 500. Ndiyo wanasema, lakini utasikia wakisema jero. Kwa hiyo huu ni msamiati usiokuwa rasmi wa 500. Haya, tukitazama kiasi kingine cha fedha ambacho wamekipatia jina ni 1000. 1000 wanaita buku, ndio? Kwa hiyo ukisikia buku maana yake ni, kwa hiyo hapo kwenye buku unaweza ukainyumbua katika namna tofauti kutokana na unachotaka kusema. Kwa mfano buku moja ni 1000, buku mbili buku ni 3000, buku 4 mpaka kwenda 9000. 10,000 hawaiti buku 10. Hapana, nasema Msimbazi au wengine wanaita nyekundu, ndio? Taenda baada ya hapo tuna 100,000 ambayo inaendelea kuitwa vile kawaida. Tuna 1 milioni 2 ambazo mara nyingi watu wanapenda kuita M, sema M1, M2, M3. Na imani mpaka hapo mmeweza kujifunza namna ambavyo tunaziita pesa za Tanzania au kiasi fulani cha fedha cha Kitanzania. Sasa nakupa zoezi. Uniambie hizi hapa nazoziandika hapo zisomaje katika lugha ambayo ni lugha ya Kiswahili sanifu na Kiswahili cha mazungumzo ya kila siku au ambacho sio rasmi. Hiyo hapo safi. Ine tena hiyo tunahitaji vizuri. Na tumalize hii hapo safi kabisa. Namna hiyo. Na imani sasa mmeweza kuelewa vizuri. Sasa ni jukumu lako sasa hivi kushiriki video hii kwa watu wengine ili na wao wajue utamaduni wa Kitanzania. Utamaduni unagusa vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitu kama hivi kama fedha na mambo mengine mengi. Shukrani sana. Kwaheri.